kamati hii ambayo itakuwa inatoa ushauri wa kisheria itatoa ushauri wa kisheria bure bila malipo yoyote. Moja ya changamoto kubwa ambayo inakabili mkoa wetu wa Manyara ni kesi nyingi. Ni kesi nyingi ambazo asilimia kubwa ya kesi hizo zinasimamiwa na baadhi ya mawakili ambao hawana uweledi. Ukiona tu karatasi imekuja mezani kwako imeanza na kwamba tarehe 13 mwezi wa 5 2020 kwamba unajua huyu mtu tayari keshapigwa chekundu, cheusi, cheupe, cha njano. Na hawa watu wanaotembea na barua zilizoandikwa kwamba hawa hakuna kitu wanaelewa, na wamekuwa wakifanya hivyo miaka, wanapoteza fedha, wanapoteza muda, wengine kwa kudai vitu ambavyo kimsingi havipo. Sasa naomba tu niwape taarifa wananchi wenzangu wale ambao mna barua zenu huko majumbani kwamba sasa wenye kwamba yao wako hapa na wanatoa ushauri bure. Njooni mlete hizo barua zenu wawasaidie kusoma na kuwashauri kwamba hicho mnachozunguka nacho kuanzia asubuhi mpaka giza linazama, ofisi moja mpaka ofisi nyingine, je, ni kweli kinawezekana? Wenyewe wataalamu wa sheria kutoka serikalini ambao naomba niwahakikishie hawana uonevu, hawa hawamjui mtu yeyote tofauti hata na mimi, wamekuja kwa ajili ya kusaidia kueleza ukweli haswa nini kinatakiwa kifanyike kulingana na changamoto inayokukabili. Ni muhimu sana tukazingatia kuhudhuria katika madawati yao. Na kliniki ya sheria hii tunatoa huduma za sheria bure, huduma za ushauri wa sheria bila malipo, ambapo tuko na mawakili wa serikali zaidi ya 30. Na hawa mawakili wa serikali wametoka ofisi au taasisi mbalimbali za serikali. Na mawakili kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, na mawakili kutoka PCCB, tuna mawakili kutoka polisi, tuna mawakili kutoka halmashauri, na mawakili kutoka sekretarieti ya mkoa, tuna mawakili kutoka ardhi kwa kamishna, tuna mawakili kutoka chama cha walimu, tuna mawakili wengi kwa kweli, kusema taasisi karibu zote za serikali. Tunao mawakili wa serikali hapa, na lengo ni kuja kusikiliza na kutatua changamoto mbalimbali za kisheria zinazowakabili wananchi wa mkoa wa Manyara na mikoa jirani. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi wa Manyara na mikoa ya jirani wafike katika eneo hili la Mount Hanang Stadium kwa ajili ya kusikilizwa changamoto zao mbalimbali zilizopo, na hata kama hawana changamoto wanaweza kuja kupata elimu ya sheria kuhusu masuala mbalimbali ya kisheria ambayo yatawasaidia tu kuishi vizuri kwenye jamii bila kukinzana na sheria. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametuongezea nguvu nyingi sana kwenye hizi kamati. Hizi kamati zinaenda kutusaidia kwenye masuala ya kisheria, tafsiri za kisheria, masuala ya kijinai ambayo sisi kama wakuu wa wilaya hatuwezi kuyatafsiri. Kwa hiyo pongezi nyingi sana kwa Mheshimiwa Rais, naomba tumpigie makofi mengi sana. Ushauri wa kisheria kwetu sisi kwa wananchi itatusaidia kuzuia migogoro kabla haijatokea, kwa sababu ushauri wa kisheria wa mapema itawasaidia wananchi kutatua migogoro na kuzuia migogoro. Kwa mfano migogoro ya ardhi, sisi katika wilaya yetu tuna migogoro mingi sana ya ardhi. Sisi kikwetu hata ukiwa na nchi, yani mwenzako akikuingilia hata hatua moja, tunawahi mahakamani. Lakini tukipata ushauri wa kisheria wa mapema, tunaweza kupunguza migogoro hiyo na wananchi ukijielekeza katika shughuli za kiuchumi, na tukawa na mahusiano mazuri na tukapunguza migogoro. Lakini jambo lingine, itawapunguzia sana gharama na muda. Wananchi wetu wanatumia muda mwingi na gharama nyingi kuweka mawakili na kuhudhuria mahakamani kwa muda mrefu, na hivyo kuwapotezea nguvu zao za kiuchumi. Nichukue nafasi hii kuishukuru ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwa kuleta huduma hii muhimu kwenye jamii yetu. Lakini kipekee kabisa nichukue nafasi kukushukuru sana mkuu wetu wa mkoa wa Manyara kwa kuamua jambo hili muhimu katika mkoa wetu kuzinduliwa hapa
nyumbani kwetu Hanang', na wana Hanang' wote naomba mpige makofi. Ndugu mkuu wetu wa mkoa, tuna kila sababu ya kukushukuru. Kwanza kabisa, baada ya kuishukuru serikali kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, ukweli ni kwamba jambo hili limekuja kwa wakati mwafaka na limezinduliwa pia katika wilaya maksusi kabisa, ambapo wilaya yetu tuna changamoto kubwa ya masuala ya kisheria, hususani mambo ya ardhi. Tunakushukuru sana. Nichukue rai na wito, wana Hanang' wenzangu, ninafahamu leo hapa wapo viongozi wa vijiji, wako waheshimiwa madiwani, wapo viongozi wa dini. Serikali imetuheshimisha, imetupa siku za kutosha. Ninawaomba viongozi wa dini, viongozi wote mlioko hapa, wananchi wetu wengi ambao wana changamoto na matatizo mbalimbali yanayohusiana na sheria hawako hapa, wako kwenye maeneo tunayotoka. Kazi hii, heshima hii aliyotupa Daktari Samia Suluhu Hassan, tusiache ikaenda hivi. Tuhakikishe wananchi wetu wanapata taarifa, ili wakati wa wiki hii inapotumika kwenye uzinduzi, basi iwe imefanyika kazi kubwa ya kutatuliwa changamoto na kero mbalimbali za kisheria dhidi ya wananchi wetu. Ndugu zangu, kamati hizi katika mikakati yao hii ya kuhakikisha kwamba wanaondoa migogoro katika maeneo mbalimbali, watatakiwa kukaa kila wakati kwa ajili ya kutekeleza majukumu yao na kusikiliza malalamiko hayo pamoja na kutoa elimu ya umma kama ambavyo nimeongea, wakishirikiana na ofisi yangu pamoja na wakuu wa wilaya. Kwa kuwa kuna kamati nyingi ambazo zote zinalenga kutatua matatizo ya wananchi, napenda kutoa rai kwenu kuwa ipo haja ya kuhakikisha kuwa kamati ya ushauri kisheria ya mkoa na zile za wilaya zinafanya mambo yafuatayo kwa usahihi. Moja, kuendelea kuboresha kiwango cha utoaji elimu na ushauri wa kisheria ili kuongeza wigo mpana wa upatikanaji katika maeneo ambayo bado hajafikiwa, haswa vijijini. Kesi nyingi na malalamiko mengi ambayo mtakayapokea yanatoka vijijini. Kwa mtaona kwamba tuna haja sasa baadaye kamati muone namna gani ambavyo tunaweza kufika mpaka vijijini kabisa, kwenye vikao vya vijiji, ili huko vijijini waweze kupata elimu hii ya sheria. Lakini pia kujiwekea utaratibu na kuandaa kliniki kila wakati ambazo zitakwenda kuwafuata wananchi na kwenda kuwapatia huduma. Ni maelekezo ya serikali na ni maelekezo ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba huduma katika taifa hili zinamfuata mwananchi.